Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Tunamshukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Tunashukuru Mungu kwa baraka na mema ambayo anazidi kutenda katika maisha yetu. Tuendelee kuweka imani yetu kwake Mwenyezi Mungu. Tuendelee kuweka matumaini yetu kwake Kristo. Tunapomtumainia Mungu, tunapomsadiki Mungu, tunaomba tu Mungu aendelee kutenda katika maisha. Hakuna mahali pengine pa kukimbilia ila kwake Mwenyezi Mungu. Ila kwake Mwenyezi Mungu. Jumapili ya leo, natumaini umeshiriki katika misa takatifu, umesali pamoja na wenzako, umepokea Ekaristi, umesikiza mahubiri, wengine hata mmeenda kwenye jumuiya. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Jumapili ya leo tunaenda kupata somo kutoka Injili ya Mathayo sura ya 26, tasoma 47 hadi 50. Basi Yesu alipokuwa bado anasema nao, mara akaja Yuda, mmoja wa wale 12. Pamoja naye walikuja watu wengi wenye mapanga na marungu, ambao walitumwa na makuhani wakuu na wazee wa watu. Huyo aliyetaka kumsaliti Yesu alikuwa amekwisha kuwapa ishara akisema, yule nitakayembusu ndiye, mkamateni. Basi Yuda akamkaribia Yesu akamwambia, shikamoo mwalimu, kisha akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulichokuja kufanya. Hapo wale watu wakaja wakamkamata Yesu wakamtia nguvuni. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena, taifa lake Mwenyezi Mungu. Roho ya Yuda Iskarioti. Roho ya Yuda Iskarioti. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu ni roho. Tunaangalia roho ya Yuda Iskarioti. Tumsifu Yesu Kristo.
Tunaishi na wakina Yuda. Tunaishi na wakina Yuda. Nataka tuwajue wakina Yuda ni wakina nani kati yetu. Wanatumia mbinu gani? Au wanaashiria sifa gani? Yuda Iskarioti. Yuda Iskarioti. Watatumia mbinu zote ili waweze kutekeleza maovu yao. Yuda Iskarioti hutumia mbinu zote ili kuweza kutekeleza maovu yao. Yuda Iskarioti wako na sifa gani? Wako na tamaa ya pesa. Wako na tamaa ya pesa. Tuko na watu wengi tunaishi nao, wako na tamaa ya pesa. Ukisoma Injili ya Mathayo hii sura 26 kuanzia 14 inasema, kisha Yuda Iskarioti, mmoja wa wale 12, akaenda kwa makuhani wakuu, akawaambia, mtanipa kitu gani kama nikimkabidhi Yesu kwenu? Wakamhesabia vipande 30 vya fedha. Na tangu wakati huo Yuda akawa anatafuta nafasi ya kumsaliti. Wako na tamaa ya pesa. Muhesabia pesa, atakutendea aina yote ya maovu ambayo unahitaji. Watu wakina Yuda wengi wameweka pesa mbele. Ukimpa pesa, hata atamsaliti mama yake. Ukimwekea chochote katika mikono mwake, yuko tayari kuuza mtu. Hawana hofu ya Mungu hata kidogo. Wao wanaongozwa na tamaa ya pesa na mali za ulimwengu. Kule kazini kwenye tunafanya kazi, kwenye unafanya kazi, utapata kwa sababu mtu anataka pesa, anataka ile ofisi yako, atakusema vibaya, atajipendekeza kwa wakubwa ili wakutoe, yeye ndio aingie pale, kwa sababu
anataka mali. Yuko tayari hata kutenda dhambi kwa sababu ya kuingiza fedha. Hao ni Yuda Iskarioti. Wako tayari kutenda maovu yote, aina yote ya mabaya, bora tu mali iingie mikononi mwao. Bora tu mali iingie mikononi mwao. Tumsifu Yesu Kristo. Bora tu mali iingie mikononi mwao. Kwa hivyo tuwatambue kwa tamaa yao ya fedha. Tumsifu Yesu Kristo. Tunawatambua kwenye tamaa yao ya nini? Ya fedha. Tukisoma kwenye Injili ya Mathayo sura ya 10, tunaona kuanzia mstari wa 1, Yesu aliwaita wanafunzi wake 12, akawapa uwezo wa kuwafukuza pepo wachafu na kuponya magonjwa na maradhi yote. Majina ya hao mitume 12 ni haya: wa kwanza ni Simoni aitwaye Petro, na Andrea ndugu yake, Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohane ndugu yake, Filipo na Bartolomayo, Toma na Mathayo aliyekuwa mtoza ushuru, Yakobo mwana wa Alfayo na Thadayo, Simoni Mkaanani na Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu. Wakina Yuda Iskarioti tunaishi nao pia wanafanya huduma, nao pia wanakuja kanisani. Kwa mambo ya Mungu wako tu mbele, ila hali kuna karoho fulani ndani yao ambapo sio kazuri. Kuna karoho fulani ndani yao ambako si kazuri. Tuko nao watu kanisani, wanakuja kanisa, watafanya huduma, wameshikilia uongozi wa kanisa, unafikiria ni Wakristo wazuri wanajitokeza kufanya kazi ya Mungu? Lakini
ni Yuda Iskarioti. Yuda Iskarioti. Wako kwenye huduma, lakini kuna karoho fulani kako ndani yao, kawivu fulani kako ndani yao. Ni watu wa ndani uko nao, ni watu wako karibu wa ndani, lakini jua kwamba hata kufanya lolote. Yuko tayari kukufanya lolote. Yuko tayari kukufanya lolote. Ndio utasikia mtu akisema nilimwamini. Kwa sababu gani? Si anafanya hata huduma, si ni kiongozi wetu wa jumuiya, wa kwaya, wa kikundi cha sala. Kumbe kuna karoho fulani kamejificha ndani. Karoho ka Yuda Iskarioti. Meteuliwa vizuri na Kristo, amepewa mamlaka ya deliverance, ya kufukuza mapepo, ya kufukuza giza, lakini kuna karoho fulani ndani yake ambako sio kazuri. Yuda Iskarioti alikuwa mweka hazina. Aliweka mfuko aliweka fedha za huduma. Unapopata treasurer mahali, mara nyingi treasurer anakuwa mtu wa karibu sana na chairman, ili waweze kufanyia kazi kwa pamoja. Sasa kumbe hata unapofanya kazi kwa pamoja na Yesu,
Yeye anawaza jinsi ya kummaliza. Yeye anawaza jinsi ya kufanya nini? Ya kummaliza. Kuna watu unafanya nao kazi kwa karibu, ukifikiria mnafanya kazi ndo la wewe umejitokeza, unafikiria mnafanya kazi kwa karibu vizuri na treasurer wako sijui na nani wako, kumbe anakuvizia. Anakupangia. Anakuvizia, anakupangia. Tumsifu Yesu Kristo. Roho ya Yuda Iskarioti, hao watu wanajua wanachokupangia, lakini hata ukiwauliza wanakana. Anajua ni yeye aliyekuripoti kwa mkubwa, lakini ukimuuliza kweli, ni wewe ndio uliambia mkubwa hivi na hivi, anakuambia haki ya Mungu, si mimi. Wanakana na wanakana kabisa. Wanakana kabisa, msema si mimi, ila hali anajua anachokupangia ama alichokufanyia, lakini ukimuuliza anakana. Tumsifu Yesu Kristo. Ukisoma pia hii Injili ya Mathayo sura 26 kuanzia mstari wa 20 nasema, kulipokuwa jioni, Yesu akakaa mezani pamoja na wanafunzi wake 12. Walipokuwa wakila, Yesu akasema, nawaambieni kweli, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakahuzunika sana, wakaanza kuuliza mmoja mmoja, Bwana, je, ni mimi? Yesu akajibu, anayechovya mkate pamoja nami katika bakuli ndiye atakayenisaliti. Naam, Mwana wa Mtu anakwenda zake kama maandiko matakatifu yasemavyo, lakini ole wake mtu yule atakayemsaliti Mwana wa Mtu. Ingalikuwa afadhali kwa mtu huyo kama hangalizaliwa. Yuda ambaye ndiye aliyetaka kumsaliti akamuuliza,
Mwalimu, je, ni mimi? Yesu akamjibu, wewe umesema. Tumsifu Yesu Kristo. Hata Yuda ambaye tayari ashalipwa, ambaye ashalipwa anauliza kama je, ni mimi, na anajua. Huwa wanataka kujisafisha mbele ya watu, waonekane watu wazuri, lakini wanayotufanyia ni mabaya. Wanataka kujionyesha mbele ya watu ni wazuri, lakini wanayotufanyia ni mabaya, si mazuri. Na ukiwauliza, hata kama umesikia fununu, umuulize, nasikia wewe ndio ulifanya hivi, ama unanipangia hivi na hivi. Watakana. Hakuna siku watakubali. Hautajua wameandika barua mbaya kwa mkubwa wako. Hautajua wameandika kitu kibaya kwa mkubwa wako. Hautajua hata ukiwauliza. Hawatakubali. Ingawaje ndio wao. Tunaona Yesu amekaa na wanafunzi wake mezani. Yaani ndio hao wako karibu na wewe. Ndio hao wako karibu na wewe. Unafikiria unafanya kazi na watu wazuri, lakini wakina Yuda Iskarioti wako tu wanakusikiliza, wanajua jinsi unavyotembea.
Wanajua mipango yako yote. Tumsifu Yesu Kristo. Wanajua mipango yako yote. Wanajua mipango yenu yote. Na ni vibaya sana uko na mtu ambaye anajua mipango yako na ako na nia mbaya na wewe. Uko na yeye lakini yeye ndiye atafanya nini? Atakusaliti. Uko na yeye na ni yeye atafanya nini? Atakusaliti. Tumsifu Yesu Kristo. Wakina Yuda Iskarioti, roho ya Yuda Iskarioti, hawa watu wanaonyesha kwamba wanajali watu ile hali ni tamaa zao. Wanajua watafaidikia hapo. Mjaiona hata watu wameanzisha orphanages, nyumba sijui za wazee, sijui za yatima, ila unafikiria wako na nia ya kutunza watoto hao wazee, kumbe nia yao ni kwamba watu wawaletee fedha, wawaletee vitu, wavitumie. Wavitumie. Ukisoma Injili ya Yohane sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza inasema, siku 6 kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu alifika Bethania alikoishi Lazaro, ambaye Yesu alikuwa amemfufua kutoka wafu. Huko walimwandalia chakula cha jioni, naye Marta akawa anawatumikia. Lazaro alikuwa mmoja wa wale waliokuwa mezani pamoja na Yesu. Basi Maria alichukua nusu lita ya marashi ya nardo safi ya thamani kubwa, akampaka Yesu miguu na kuipangusa kwa nywele zake. Nyumba yote ikajaa harufu ya marashi. Basi Yuda Iskarioti, mmoja wa wale 12, ambaye ndiye atakayemsaliti Yesu, akasema, kwa nini marashi hayo hayakuuzwa kwa fedha dinari 300
wakapewa maskini. Alisema hivyo si kwa kuwa alijali chochote juu ya maskini, bali kwa sababu alikuwa mweka hazina na kwa kuwa alikuwa mwizi. Mara kwa mara aliiba kutoka katika hiyo hazina. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa mwizi. Lakini anaongea kana kwamba mm, anaongea kana kwamba anajali watu. Unaweza hata msifu. Unaweza fikiria huyu ni mtu mzuri. Mm. Unaweza ukafikiria huyu ni mtu mzuri ambaye anajali watu, kumbe yeye anajua hizo fedha zikiuzwa, zikiingia kwenye hazina, na ni yeye ndiye anaweka. Atajilipa, atakula hapo. Mm. Anajua atakula hapo. Kwa hivyo roho ya Yuda Iskarioti tuko nao, amesema wanajifanya wanajali, wanajifanya wanajali watu, ila hali hawakuna kitu wanajali watu hata kidogo. Hakuna kitu wanajali watu. Wao ni tamaa zao za kufaidika na kuona jinsi watakavyojirundikia mali.
wataongea vizuri. Ni watu wangapi wanakusanya vitu Pasaka au Christmas? Na wanasema tunapeleka mahali fulani, tunapeleka kwa nyumba ya yatima, tunapeleka kwa nyumba ya wazee. Nenda ukafuate uone walipeleka nini, utashangaa vingine wamepeleka kwao. Wanapata misaada kutoka nje kwa jina la kusaidia maskini, na kumbe wanajisaidia wenyewe. Wanasema tunaomba bursaries tusomeshee watoto yatima, wanasomeshea watoto wao na wenyewe wako na yatima wako huko kijijini, hawaendi shule. Wako huko kijijini, hawaendi wapi? Shule. Ile hali misaada yao, pesa zao za kusoma zilikuja. Au wanakupea kanusu, wanakuambia mfadhili alisema ujijazie. Wapi? Kumbe pesa zako zimeikwa kwenye mfuko ya watu. Kuna watu wanafaidika nazo, ndio hao Yuda Iskariot. Tumsifu Yesu Kristo. Roho ya Yuda Iskarioti wanatumia ishara. Wanatumia ishara. Huwa wamepeana ishara kwa watakao kufanya mambo mabaya. Umesikia kwenye masomo amesema yule nitakaye mbusu ndiye mkamateni. Sasa wanaangalia tu nani watambusu. Ili waweze kumkamata. Ili waweze kumkamata. Wakina Yuda Iskariot wengi wanatumia ishara. Unaweza sikia mko kwa watu kwa sherehe mahali, tunaona mtu anatoka huko anakusalimia na kupea hug, kumbe ashaambia mwenye ninaenda kuhug. Ama uko mahali mtu anakuambia hebu tupige selfie, tumepoteana kwa muda mrefu, mshapiga hivi selfie, anatumia adui. Ndio huyo sasa, mumuone, mmemjua, mtafuteni. Anakuja kupita hapa kwenyu, muone vile amevaa shati ya blue, jacket, kamateni.
wanatumia ishara. Kwa sababu gani? Hawataki wa make mistake. Wanataka wakishambulia washambulie the right person ambayo wanataka. Na ni wewe, ni mimi. Kwa hivyo wanaona ni lazima tutoe ishara ili wanaokuja kumkamata wasikosee. Na ishara zao, kama wewe sio mtu wa maombi, huwezi ukajua kwamba ni mbaya. Kubusu mtu, kuhug mtu, kusalimia mtu, kupiga picha na mtu ya selfie, mtu kukaribisha kwa lunch. Hata mwingine anakuambia tuende lunch, tupitie mahali fulani ni kununulie kitu. Kumbe kwa hiyo duka kuna watu, ama kwa hiyo hoteli kuna watu, mulituona mwenye tulikuwa tumekaa na yeye lunch, ndio huyo. Sasa kazi kwenyu. Wanatumia ishara ambazo hazionyeshi vita yoyote. Hata uwezi mshuku. Hata hauwezi mshuku. Utasema huyu mtu ni mtu mzuri, hana maneno. Huyu ni mtu mzuri, hana maneno. Kumbe ishara ambazo ametumia ni za kukuchanganya. Lazima uwe mtu wa sala. Hapa Kristo alimtambua. Ni yeye ndio huongoza wenye wanakuja kukushambulia, na anawaashiria, anawaonyesha, ndio hiyo nyumba, ndio hiyo gate, mi nimepita, nyinyi ingieni mkafanya chenye tumepanga. Ndio hiyo gari yake. Ndio hiyo gari yake, ndio hiyo nyumba yake, ndio huyo mtoto wake. Wana kidnap mtoto, mpeni ishara. Kwa hivyo wakina Yuda Iskarioti pia wao ndio waongoza. Yuda Iskarioti
wako na kawivu fulani. Hawasemi, lakini ndani ya moyo wao kuna wivu. Wako na kawivu fulani. Hawatasema, lakini ukweli ni kwamba wanasikia vibaya. Wako na kawivu fulani. Kuna wakina Yuda Iskarioti tunaishi nao. Wanashindwa kustahimili baraka ambazo unapata. Wanapoona umebarikiwa, yaani hizo baraka zako zinawasumbua, lakini hawatakuambia. Hata unaweza sumbukana, unamwambia nimejenga, nimenunua, nimepata plot, nini na nini, unawaumiza. Wanashindwa kustahimili baraka ambazo unapata. Ndio hapo wanaamua kukutafuta wewe. Ndio hapo wanaamua hawatalala, wakusaliti. Mm. Wanaamua. Kwa hivyo baraka zako katika mikono huwachanganya. Baraka zako katika mikono huwachanganya, huwavuruga. Hawawezi kustahimili kuona wewe ukibarikiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Wakina Yuda Iskarioti, kwa sababu ni watu wako wa karibu, wanajua mahali pa kukupata. Wanajua movement zako. Wanajua saa fulani uko kanisani, saa fulani uko choir practice, saa fulani uko kazini, saa fulani uko kwenye chama, saa fulani uko nyumbani. Wanajua mahali pa kukupata. Wanajua ratiba zako. Wanajua ratiba zako. Usicheze na mtu ambaye anajua programu yako. Anajua kesho utakuwa mahali fulani, saa fulani.
Wanajua. Tumsifu Yesu Kristo. Wanajua watakufanya lolote. Wakitaka kukutega, watakutega. Yuda Iskarioti alijua Yesu yuko wapi, na hapo tu ndio aliwapeleka. Hakukosea. Akianza kutafuta aende kwa hii nyumba, aende kwa hii lingine, mmeonako Yesu. Hapana, alienda direct. Wakina Yuda Iskarioti, hiyo roho, wakiamua kutekeleza kitu watatekeleza, hawarudi nyuma. Wakiamua kukutoa kazini watakutoa. Wakiamua kukutoa kazini watafanya nini? Watakutoa. 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 Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo roho ya Yuda Iskarioti iko na kati yetu. Wako na ubinafsi, they don't care. Bora yeye amepata promotion, hataki kujua alikusema vibaya ili wewe ukotolewa na akapewa hiyo nafasi, hataki kujua. Bora yeye ameingiza fedha zake, hajali mtu yeyote. Bora yeye ameingiza pesa zake, hajali mtu yeyote. Tumsifu Yesu Kristo, hajali mtu yeyote. Hii roho ya Yuda Iskarioti imesema tuko nayo, inatutesa, imejaa wivu, usaliti, ubinafsi. Bora tu mimi nifaidike. Inafaa tupambane nayo.
Tutapambana naye kwa njia gani? Kuwa makini na watu ambao unaishi nao, kuwa mtu wa sala, sali kabisa ndio uweze kuwatambua. Usipokuwa mtu wa sala, sio rahisi kutambua kina Yuda Iskarioti kati yetu. Ni roho ya mauaji, watakuua. Kina Yuda Iskarioti watakuua, utazikwa, hawajali chochote. Hata hawashtuki. Hata hawashtuki. Hawashtuki chochote. Kwa hivyo sali kila wakati ndio tuweze kupambana na hii roho ya Yuda Iskarioti. Shiriki katika misa takatifu. Mtolee hata Mungu sadaka. Omba rozari. Omba rozari. Mama Bikira Maria kupitia kwa maombezi yake atakufunulia, utamjua Yuda wako hapo kazini ni nani, utamjua. Kuwa makini sana. Kuna watu hawezi stahimili wewe ukibarikiwa, hawezi stahimili watoto wako wakipata kazi, wakipata ndoa. Kwa hivyo watakupiga vita. Kwa hivyo watakupiga vita. Tuombe Mungu atuondolee roho ya Yuda Iskarioti kati yetu, ili tuishi vizuri, tumtumikie, tufanye kazi ya Mungu vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu, nakushukuru kwa wakati huu, nakushukuru kwa Jumapili ya leo na kwa yote ambayo umetenda na unaendelea kutenda katika maisha yetu. Kwa njia ya kipekee kwa Jumapili ya leo, naomba Mungu ukatutumie nguvu zako za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye anaenda kutenda. Roho Mtakatifu ambaye anafungua njia. Roho Mtakatifu ambaye anatuondolea mabaya. Roho Mtakatifu ambaye atutetea na kutupigania katika maisha, ili hata wakina Yuda Iskarioti wanapotutafuta watusaliti, wasije wakatupata hata kidogo.
wasije wakatufikia hata kidogo. Roho Mtakatifu mtendaji. Roho Mtakatifu ambaye anafungua njia. Roho Mtakatifu ambaye atatuondolea ratiba zote mbaya ambazo zinapangwa juu ya maisha yetu na wakina Yuda Iskarioti. Tupe ujasiri wa sala. Wanaotusikilia wivu kwa sababu tumebarikiwa, Mungu mwenyewe pambana tuna wao. Tunaendelea kuomba baraka katika mikono mwetu, baraka katika huduma ambazo tunafanya, familia zetu, miradi zetu, chochote ambacho tunashika na mikono yetu. Mungu kabariki mwenyewe. Tembea Roho Mtakatifu, tembea ukitenda, tembea ukiponyesha, tembea ukifungulia njia. Kutana na mahitaji yetu ya kimwili na kiroho. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Mama Bikira Maria kwa maombezi yake. Mama Bikira Maria, endelea tu kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana kunisikiliza. Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kuwalinda kweli. Mungu na atuondolee roho ya Yuda Iskarioti kati yetu. Muzidi kusali, huu ni mwezi wa Rozari. Usikose kusali rozari yako kwa jumuiya, kwenye familia, hata kule kazini, hata kanisani. Ni Father Ga, ninawatakieni Jumapili njema. Tumsifu Yesu Kristo.